Napenda kuendelea kusisitiza kupongeza kanisa letu kwa jitihada za kuunga mkono serikali kwenye malezi na kutoa huduma kwa watu wetu wenye mahitaji maalum kama ambavyo nimetoka kusema. Natambua na Baba Askofu ameisemea kazi iliyofanywa katika kuhudumia mahitaji maalum katika kituo cha Mawelewele. Ni kazi ya ibada iliyo sahihi na kujitoa kwa watu wenye uhitaji. Na binafsi nimekuwa nikishirikiana nanyi kama ambavyo baba amesema, na mwanzoni nilikuwa nafanya kwa kusukumwa moyoni. Sasa limekuja na jukumu kwamba wizara inayosimamia masuala hayo iko ndani ya ofisi ya waziri mkuu. Tunaendelea kuangalia namna ambavyo tutarekebisha sheria ziweze kuwajumuisha ndugu zetu wenye mahitaji ya aina hiyo. Maeneo matatu tayari serikali iliweka utaratibu wa kuwapa mikopo kupitia ile 442. Likawepo tatizo la kwamba mikopo ile inatolewa kwa vikundi. Tumeenda kuibadilisha sheria hiyo kwa sababu si jambo jema kusema kwenye wilaya ama kwenye mkoa watu wenye ulemavu watafutane ili watengeneze kikundi. Tunawapa shida, lakini pia ni kwa nini tunaita kikundi? Kwa hiyo itakuwa hata aliye mmoja ataweza kupata mkopo aweze kuendelea na shughuli hizo. Lakini la pili, tuliwatambua tu kuwapa mikopo ili waweze kufanya shughuli, lakini mahitaji haya na aina ya ulemavu, wapo wengine wanahitaji kukidhi maisha, wapo wengine wanahitaji mikopo ili wafanye shughuli za kujitafutia kipato, lakini wapo wengine ambao wanahitaji msaada wa kukidhi maisha. Sasa ambavyo ilikuwa ikitokea, ambavyo ilikuwa ikitumika, wakienda kwenye ofisi za serikali, wanachokipata wanapata barua ya kuwaruhusu kupita na kuomba michango. Hili ni jambo linalodhalilisha. Kwanza tumetambua kwamba ana ulemavu. Pili, tunatakaje aende kufanya michango kuomba? Tunataka tuweke kipengele, taasisi zetu zikisha kutana na mtu wa aina hiyo kuwe na kifungu cha kuweza kumsaidia badala ya kumpa barua aende kuhangaika kutafuta michango.